Bati mambo ya ati kikombe. Hakuna kikombe. Polisi wanaishi kwa nyumba ya mabati. Na tunataka change au polisi wapate nyumba mzuri. Because hata ndugu yangu ni polisi. Jared Okoth Okode. Chairman wa confidence na kiburi. Did you for real ulipigia Orezo kweli? Mimi sikupigia president. Mwenye nilikuwa nampigia hiyo Ruto ni lawyer wangu, sio president. Niko na lawyer ambayo ni Mkalenjin anaitwa Ruto. Uko na nini maskini unaishi kwa debe? Na mimi ni tajiri boss. Mimi sio kama wewe. Bado bimani na mimi. Naomba nini? Naomba nini? Mimi ni tajiri, wewe ni maskini, wewe kuja nikuandike watchman kwangu. Nani wewe? Kuja. Wewe ni nani wewe? Kwenda. Kwenda. Kanipeleka wapi? So what's up guys, this is Tumbili and this is too personal with Tumbili guys. For the past 1 week so much has been happening and guys, kuna kitu imetendeka mahali. Now this guy has really trended, ametrend. Na mimi nikasema wacha nimtafute because he's someone that I know, I respect him, he's an inspiration to the generation, he has represented so many people, amefanya community development mingi sana. Nikasema why not, let me try and nimtafute. So guys, he's here, tutapiga na yeye story pole. Atatuambia what really went wrong. You cannot arrest me bwana. By the way, this guy, so unaona Munyamez ndio yako ako kwa hii Munyama. Big man. Tajiri yako hapa. Inakuaje big man? Fit sana Tumbili mama. Niko hapa na bosi hapa mwenyewe. Wacha niingie kwa hii gari. Kanai? Karibu. Yeah. Niko hapa na bosi ndani ya Munyama. Hii nasikia amebai tu haraka ya kuvuta machozi juu. Wacha nikumike kidogo. Ukoaje? Umeenda church? Nilienda church asubuhi nikatoka. Kwa nimekuja kukula kitu kidogo hapa. Church wanasemaje mdosi? Ni maombi tu. Unaombea nchi? Naombea nchi. Pia wanatuombea tupatie baraka ikuwe mingi. Lakini umetrend manzi. Unajua watu wanashindwa hii kiburi. Ni kiburi ama ni confidence? Hakuna kiburi hapo. Ni ile tu hata wewe binafsi. Lazima kama kuna kitu inafanyika, lazima ukuwe na confidence ya kuulizia. Hata hakuna kiburi. We, unajua kwa sababu umeshangaza. Did you for real ulipigia Orezo kweli? Mimi sikupigia president. Mwenye nilikuwa nampigia hiyo Ruto ni lawyer wangu, sio president. Niko na lawyer ambayo ni Mkalenjin anaitwa Ruto. Walai. Yes, yeah. Lakini unatutake into corners bro. Haikuwa Ruto president. But I used to people wanasema let me call my lawyer. Wale sema acha nipigie Ruto. Ile nilikuwa na hasira mingi. Because wakati nilikuwa kwa nyumba, tear gas watu walikuwa na demonstrate pale nje. Tear gas kaanza kufanya nini? Kupigwa. Nikitoka walipiga paka ndani ya boma, nikitoka kuulizia ndio wakanishika. Ndio uliona nikaanza kukuwa na ile hasira mingi. So wazee Mwesha hapa aliambia afande anaweza muandika kazi akuwe watchman yake. Ni kwa nyumba ingine ama yenye bado walibomoa hii? Hata kwa hiyo nyumba, hata kwa nyumba ingine. Yeah. Hata kwa hiyo nyumba, hata kwa nyumba ingine. I know, first of all manze pole sana kwa the demolition manze as it was na kafiti. Yes. Actually vile tuliona your house was more highlighted than most of the demolitions. Now we don't know about the others, but for your case manze there are some wase wamekuwa kisema keja ilikuwa kama ya mita mbao mita. Ebu tell us the worth of the house. Hiyo nyumba nimejenga na 31 million. 31 million. Hiyo nyumba nilijenga na 31 million. Hiyo ile kitu ambayo architect alichora ingefai kuwa around 35 million. But ile mimi nilitumia personally kwa mfuko ni 31 million. Hiyo ni mpaka land. Paka no nyumba peke yake. Land nilinunua 7 million. Na hiyo land nilinunua na mama na akanipatia paka allotment, nikafanya search city council, nikapata iko sawa. Hiyo ndio nikaenda nikafanya nini? Nikanunua hiyo land. Yeah. Cause manze where the land stands
ni prime sana. We have so many serious landmarks pale, akina nani, the hotel next inaitwaje? Windsor is there. Windsor is there. Keja yenyewe imestandi pale. We saw the video ya before Keja ibomolewe bro. You have a good collection of cars manze. Magari mimi nimependa magari. Nimependa hiyo, ni kutoka kitambo. Wakati nilikuwa mdogo napenda magari. Ile napenda tu gari. Sasa nikinunua hii najaribu kununua hii, nikipenda hii, nikipata pesa najaribu kununua hiyo nyingine. Do you remember your first car? Yeah, my first car ilikuwa Suzuki Maruti. Maruti. Ni tule tumatu tudogo. Tudogo ile kidogo. Kuna Suzuki Maruti, wachana hiyo mat. Kuna Suzuki ilikuwa kadogo hivi kafupi. Na kajua kale. Yeah. So you bought it for business or for personal use? Ilikuwa for personal use. At what age? At 19. Yeah. What did you do to get that car? Nilianza kufanya biashara za duka kitambo. Nilikuwa na duka. When I was young nimeanza kuwa na duka. Wakati nilikuwa secondary. Nilikuwa nafanya kibarua kidogo naweka kwa duka. Hapa tu Kanairo? Hapana, huko Usago. Nikakuja Kanario pia nikaendelea tu na biashara. Okay. Sasa mimi ni mtu wa biashara fully, biashara ya. So is there in your collection of cars owner than from the Maruti mpaka sahi? This is the last acquisition. Hii nilinunua juice juu ya pressure because ukijenga nyumba inabomolewa. Si ninunua magari nikae nayo kwa parking. Wachat na so you buy tu juu ya pressure. Hii juu ya pressure, juu ya pressure tulie. Juicy guys, hii gari iko na kama less than 72 hours. Yes, yeah. Hey, that's how like tutafute do guys. Unajua mkiambo mtafute pesa mnaona mnasumbuliwa. Sasa angalia dosi hapa. Wewe ungekuwa ni umebomolewa Keja maziwa. Mimi ningeenda nayo nyumba mimi. Ningejirusha hapo anibomoe nayo. Mimi the only thing pressure nilikuwa nayo because wakati nilishikwa watoto walikuwa ndani. Walai. Wakati walitoa watoto rafiki yangu akaenda akanitolea watoto. Nilisettle. Okay. Because hiyo uko ndani ya cell, watoto wako pale kwa nyumba, zile scenes ambazo zilikuwa zinafanyika, watoto walikuwa wanaona. Sasa ilikuwa ni a lot of pressure. So walibomoa na vitu ndani ya nyumba. Walibomoa vitu, watu wangu walitoa. Kuna vijana wetu walitoka na mama pia hakukuwa within. Okay. Ilipata mama alipeleka watoto shule huko Mabe. Na ilibidi arudi. Ndio wakaanza kutoa vitu kidogo kidogo. Zile ilitolewa, zile zilibomolewa ndani, but tulipata kidogo. Bro, manze the main out of what kila kitu ili happen, hii video umekaishwa kwanza kwa Mariamu. Have you ever been to a Mariamu before? Yeah, I'm a politician. Kama mwenye amezoea. I'm a politician. Like uko home. Nimekaa kwa hizo Mariami kwa mwaka mingi. Because mimi ni mtu wa siasa. Sasa nimekaa hiyo ni kama nyumbani. Unajua with me, I don't have any problem na polisi. Yeah. Because hao ni ndugu zangu. But ile hasira saa hata polisi mwenyewe yeye ako na watoto. Yes. Hiyo uchungu ya watoto. Hiyo tu ndilikuwa nini yangu. Kwenda kuulizia kwa nini unapiga watoto tear gas. Kama watu wana demonstrate kwa barabara, toa watu. Yes. Sasa hapo hii hasira tu. Si ati sipendi polisi. Hata ndugu zangu. Bako kuambiwa wanaishi kwa kikombe. But truth of the matter, we have to tukubali. Ukweli nyumba zile polisi wanaishi sio nyumba mzuri. Ni mabati. Ni debe. Hizi rounds na kubirika. Ni mabati, hakuna haja tudanganyane. Na hata mimi nimefanya vizuri because serikali yote imesikia. Wataenda kujengewa, wameguswa. Ataenda kujengewa nyumba mzuri ama wapatiwe zile affordable houses. Wafanye nini? Waishi ndani. Sasa mimi ni mtetezi wa polisi. So kila polisi anafaa simame mahali as we speak right now. If you are watching this video, salute moja mbili kwa Mheshimiwa Jared Okoth hapa. Amewatetea from maybe in a few days amtakuwa mnaishi kwa vikombe. Hawatawahi ishi huko tena. Courtesy of Jared Okoth Okode. Chairman wa confidence na kiburi. Nyinyi mkijaribu wale mna share video acha kimbia kwa yada ameshika mnyama. Hiyo sasa nitafanya ni because nikijenga nyumba. Unajua hii hasira, nyumba ni kama mtoto ama ni kama bibi ambaye amefanya nini, amekufa. Hii hasira itakuwa kwa maisha kwa muda mrefu. Sasa afadhali nijipanguse nitulie. But ile mimi sina ubaya na mtu yote. Wale polisi ambao tulikosana nayo mimi nimewasamea, sina anything. Okay.
Hiyo nilitoka huko na mambo ya nyumba iliisha. Naomba Mungu akinipatia pesa ingine nitatafuta nyumba mahali pengine. So you don't, but by now siwezi jenga, nitanunua. Nikipata pesa nitanyunga, basi siwezi jenga. And this time you will be even more careful kwa sababu manze the land is controversial. Yes, yeah. Okay. Hiyo nilisikia. Unajua nikinunua hiyo shamba nimejenga nyumba paka floor ya kwanza. Baadaye nikakuja ati shamba iko na case. But mimi nilikubali. Nilisema if any case kuna case, wacha nimalize nyumba. Wale wakikuja, wacha tufanye nini? Tusikizane. Kama wamesida case mimi nitalipa. Mimi sikuwa na problem yoyote. Because mimi nimenunua. Mimi na mama kwanza nilinunua na mama mwingine juezi. Yeah. When was that? Nimenunua hiyo shamba like 6 months ago. Like hiyo nilinunua shamba kama leo, kesho nikajenga, nikaanza kujenga. Hiyo nyumba imemaliza 6 months. So hiyo nyumba ulitengeneza na siku ngapi? Nimetengeneza na 6 months. Wait, 6 months. Hiyo ni kama last year mwezi wa ngapi? Wa 10. Wa 10 hapo. Tumeanza kujenga. So right now you have another home. Yeah. And another home and another home. Mimi ni mtu wa biashara. Mimi ni mtu wa biashara. Kazi yangu kwa nini yangu sana, nimependa kujenga. Okay. That is me. Nimependa kujenga because for the future. Najua mwaka inaenda ina change. Na mimi pia ni baba ya watoto wengi. Sasa lazima nijenge ndio wale watoto pia wapate. Sitaki watoto wangu wakoe wakati sisi pia tuligrow tukakuwa na masida mingi. Yes. Najaribu kujengea watoto wangu foundation ambayo vile wataendelea mbele. Hiyo ndio kwa maana napenda kujenga. So you are into real estate? Yes. All right. So magari ulichomoa? Magari nilitoa. Because we saw a Defender pale, Range Rover, kulikuwa na V8. Kuna Defender, Range Rover, Mercedes, Audi, na Range Rover Sport na Discovery, yeah. Hizo zote guys, tukiangalia hizi nini zote, hizi vitu zote zenye zili happen, there are people who are trying to kuishikanisha, to politicize, maybe you are wale wase unashindana nao cause it's all over, you are vying. Najua wako na kiburi na mimi. Unajua hata last time nilisimama. Na unajua vile ilienda. Yes. Ilienda hivyo na nika accept, nikakubali, tukaendelea mbele. But the same person ambayo nilisimama nayo yeye ndio bado kwa hiyo kiti. Hata yeye lazima kuwe na pressure. Sasa lazima yeye pia aweke mabloggers zake waseme mambo anasema. But with me, yeah, mimi siogopi. Wacha watu wapatane huko mbele. Ile itatokea Mungu anajua huko mbele. Mwenye atashinda, nikishindwa naenda nyumbani, naendelea maisha. Alright. Yes. Na so right now vile sasa tunaona pressure imepungua kwako on your side, huko kwa Mariamu, you are chilling in your brand new ride. Are you apologetic to the police? Because they felt kuna wale iliwaguza, especially kuna wenye walikuwa na watch hizi video wakiwa ndani ya kikombe. No. So but hii mambo ya kikombe hakuna vile naweza apologize on that one. Because truth of the matter, polisi wanaishi kwa environment mbaya. And we have to change that one because I'm a politician. Lazima hata nikikuwa huko bunge nitapiga nduru. Wabadilishiwe nyumba, wapate nyumba zile mzuri. Ni ile tu labda polisi tulitupia nao maneno because ile hasira ni ile mali tulipitia, na tu yeye ni binadamu kama mimi. Ako na familia, mimi niko na familia. But hata kama umepatiwa power aina gani, ukiona ni mtoto, at least hiyo power yake irudi chini kidogo, tusaidie mtoto. Alafu after that tukisaidia mtoto, hii mambo zingine ni normal. Sasa ule ambayo tulipizana kwa maneno, mimi sina baya na mtu. Mimi zangu zinaisanga hapo. Tunatupiana maneno hapo, inaisha na ninasahau na naendelea mbele. Okay. But hii mambo ya ati kikombe, hakuna kikombe. Polisi wanaishi kwa nyumba ya mabati. Na tunataka change au polisi wapate nyumba mzuri. Because hata ndugu yangu ni polisi. Yeah. But ni maisha yangu naona apate nyumba mzuri. Yeah. Unajua ulisema hiyo story ya kikombe, manze iliguza mpaka watu wa Arsenal, manze like polisi wanaishi kwa kikombe aje na Arsenal wanatafuta kikombe manze. Mimi ni fan wa Arsenal, tunajua tutapata hiyo kikombe. But pia sikusema polisi wanaishi kwa kikombe. Nilisema polisi wanaishi kwa debe. Hii kikombe ni ile watu tu wameweka. Matoli nao Mungu anajua.
So should we expect you getting back to your space, like the land ile unajaribu kusort vitu? Hiyo niliwachana nayo na nilisahau. Bro, that's like 40 million. No, nilisahau. There's nothing I can do. Ni kama for example ulikuwa unakunywa chai, umenunua chai ama umenunua pombe ile ya pesa mingi ianguke, huwezi fanya anything, yashamwagika, hayazoleki hata kidogo. Unaendelea na maisha. Mimi nilisahau hizo vitu na ninaendelea na maisha ingine. Naomba Mungu anipatie pesa ninunue nyumba ingine. Okay. Yes. So ukiomba Mungu akupe pesa, what's your net worth? Because bro, you are rich. Wewe ni tajiri, wewe ni Sonko. Mimi sio tajiri. Uko na do. Mimi ni mtu wa kutafuta. Natafuta na bidii. Naweza kosa leo, kesho naweza pata. Sasa mimi sijafika ile kiango ya matajiri. Kuna matajiri hii Kenya. Sijafika hapo. Mimi ni mtu natafuta, nikipata kidogo napenda kuziweka pamoja. Okay. Nikiweka pamoja nifanye nayo kitu kingine. Sasa mimi ni mtu mimi ni hustler. Wewe ni hustler. But mimi ni hustler ule ambaye anajipanga. Yes. Because tukiangalia pia kuna video zingine pia zimechomoka za kitambo pia ukiwa unaharasiwa na mapolisi wanachomoa mabunda bro. Ulianza kushika mabunda kitambo. Hiyo mabunda hata ukisikia hiyo clip ilikuwa ni ya quotation. Ya unasema ulikuwa unaenda kubai machuma. Sasa hii mambo ya kujenga nilianza kitambo, sio saa hii. So hiyo ilikuwa keja ingine tena. Hiyo ilikuwa ni keja ingine ya. Yes. So ile iko. Hiyo iko. Okay. Hiyo iko. So how many like homes do you have in Kanairo? Kidogo, chache. Hapa hivi unabomolewa manze, umechomoka umeenda tena. Ama ulilala ndani? Nililala ndani. Nilienda paka kotini. Hiyo siku ulilala? Nilienda kotini. Nilienda kotini on Monday. Nilitoka huko saa 1 usiku. Okay. Yes. So how did they like walikuhandle aje now that ulikuwa ushawabongea vibaya? No, hali ni handle vizuri na ilikuwa sawa. Tulikuwa tunapiga story na lawyer wangu alikuja. Ruto. Ule lawyer wangu Ruto, niko na lawyer wangu anaitwa Ruto. Alikuja na akanitetea kotini na nikatoka. Nikapewa bail. Okay. Yes. How much? Nipewa bill ya 5,000. 5,000 shillings. 5,000 shillings. Nipewa bill ya 5,000 shillings. Ilikuwa cash bill 5,000, bond 10,000. So what was the kesi ilikuwa ina read nini? Kesi niliwekwa kesi fani. Hata ni fani. Niliwekwa kwanza incitement, baadaye ikachenjiwa. Nikawekewa hawking. Sijui nilioko wapi. Ulikuwa na hawk nini kwani? Sijui kama nilikuwa na hawk maembe kwa barabara. Sasa vile nilipelekwa na hawking. Ilikuwa naelewa hiyo hawking. Ulikuwa unauzia mapolisi uoga. Wewe uzia polisi uoga. Bibi ni mtu tu niko hivi. Mapolisi wengine, baadhi ya wengine sio wazuri. But wengine ni wazuri zaidi ambayo anaelewa. Nadhani hata ukiangalia that clip, kuna polisi alikuwa anamwambia Defao tulia. Kuzo wanakujua na wananijua na tunajuana. Tulia. Na nikamwambia sasa wananisikia nini? Hiyo tu. General Defao mwenyewe. Yes. Najua watu walikuwa nasikia General Defao. Na majenzia wanauliza General Defao ilitokea vipi? General Defao ilitokea kitambo. Kitambo. Nilipenda kudance. Ile wimbo ya General Defao. Alright. Ile Salanoki. Sasa ikakuwa hivyo. Na ikakuwa ni jina imekaa hivyo mpaka leo. Ndio pia hii ingine ya Coco ama ni the other name uko pia na nickname nyingine. Coco Master. Coco Master ni jina ambayo nilianza kwa constituency. Coco Master ni dudu mbaya. Sasa hiyo ni jina zile ambayo ziko mingi ambayo nilianza kwa constituency ni kikampeni. Okay. Unajua wananchi wanaweza kupatia jina hata 100. Bora upate ile inapelekana na ile na unaendelea. Top. So all the best manze, mwesha hapo kwa nini? Kwa kiti. Asante. Ruaraka. Na sijui mbona unatafuta Ruaraka na unapatikana Ruaka. Ruaraka. Unajua mtu wa biashara hata sasa inaweza patikana na jenga nyumba Mombasa. Sasa kama wewe ni mtu wa biashara unaweza tembea malipopo, mahali umesikia kitu mzuri lazima uende uitafutie. But Ruaraka ni mali nimezaliwa. Ni mali nimelelewa. Mimi nimeanza maisha yangu Mathare. Nikaenda polepole hivyo. Sasa mimi ni hustler ile mkubwa. Ni Mungu tu anani jali polepole.
So sisi tunataka manze upange siku moja utembelee station pale, usalimiane tu na makarao wasi feel like it was out of bad nini, ilikuwa tu ni hasira. Makarao wengi ni marafiki zangu, tunaongea. Hata jana tumeongea na wengi. Marafiki zangu wengi. Wengi sana ni marafiki zangu. Hata ulipata hao wananishika ni powers wamepewa mingi. But kuna ule hawezi kuja kunishika because tunajuana. Mimi ndio najua kukaa na maaskari. Hakuna mtu anajua kukaa na maaskari kunisinda. Najua kukaa nayo. Unaweza pata tunakula lunch pamoja, tunaongea because ni mandugu. Yes. Because nikikosana nao kila saa, kuna mali labda amesikia maneno mengine hawezi nieleza. Sasa maaskari rafiki zangu mimi sina ubaya nao, ni mandugu zangu. Labda powers zilitoka somewhere ambayo ni kubwa kwa Wasinda. Sasa lazima wafanye kazi yao. Sasa siwezi laumu askari, wako wazuri. Na pia hao pia wajue mimi nilikuwa nawatetea pia. Ndio wakae na ile environment mzuri. Yeah. Anyway guys, wazee tumepiga story hapa na General Defao mwenyewe. The former MCA Mathare North, yes. Mathare North pale, na pia the incoming ground ama mwananchi ground. Woko ground. Mimi niko ground maya. Mimi niko ground maya. Pale Ruaraka mwananchi haeleweki. Huwezi linda mwananchi. Pale Ruaraka ni ngumu. Nimejaribu. Si nilijaribu ni wakati nilinyang'anywa nikaenda kwa independent. Wakanimwambia hao ni wa ODM. Wakanitupa mbali sana. Sasa wacha nibambane na hao kwa hapa linda ground. Tukutane mbele. Okay. Yes. So Mwesh amesema yako kwa ground manze. So tusikize ground. Yeah. Ndio. So Mwesh manze, all the best. Thank you. Na manze uoga tulishanunua. Umetuongeza confidence. Manze, si ndio? So guys, manze shukran sana for watching, or you have any parting shot? No. Mimi niko sawa, tushukuru Mungu na Mungu atupatie maisha. Mpaka animations zako zimeundwa. Nimeona. T-shirt. Nimeona. Na ni mzuri, hizo t-shirt wenye watanunua wanunue. Wale wengine pia wapate nini? Wapate nao pesa wasonge mbele. Ni mzuri pia. Yeah. Si ndio? Because hiyo pia ni kama tumecreate biashara somewhere. Wengine wametengeneza t-shirt wanauza, kuna wale wanaikulia TikTok, kuna wale wanaikulia na njia mingi. Sasa wacha tuendelee. Si ndio vile inafaa. Vile inafaa ya. So shukrani sana. Asante. Honorable Jared Okoth. Asante. Asante ndugu yangu. Jared Okoth. So shukrani sana guys, until next time. Thank you. Uko social media by the way? Niko. Yeah. Ma challenge za TikTok hapa pale. Ziko. So guys, tupatane hapo social media hapo kwa Mwesh hapo manze. Thanks so much for watching. Until next time, we are out. Thank you.